katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea sifa na heshima ya Bwana katika damu ya mwana kondoo, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, katika jina la Yesu. Kila aina ya uzito Bwana ile leo tangu sasa tumeachilia damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, tuseme amen. Shangilie Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi ya kipekee ambayo Mungu ametupa tena siku ya leo kwa ajili ya neema yake ya utukufu wake ambao Mungu anakiu kuona na ufunua kwetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na somo ambalo linasema kwamba yajue maeneo ya muhimu, yajue maeneo ya muhimu na kuwekeza. Yajue maeneo ya muhimu na kuyawekeza. Yajue maeneo ya muhimu na kuyawekeza ili kupanua ukubwa wa lango lako. Yajue maeneo ya muhimu na kuyawekeza au kuwekeza ili kupanua ukubwa wa lango lako. Tumekuwa na ujumbe huo tangu siku ya kwanza, na lengo la somo ni kwamba kuona unafanikiwa sio tu kiroho peke yake, lakini pia na kimwili. Sababu wito wa kwanza ndani yako ni kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Wito wa kwanza duniani kwa mwanadamu ni akafanikiwe kwa lengo la kumtukuza Mungu. Na ndio maana Mungu amekupa lango kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuwa na kuenea. Lango ni eneo ambalo Mungu amekupa kwamba ukae na kutafuta hapo na kufanikiwa hapo. Kwa hiyo eneo lako la lango ni eneo muhimu sana ambalo Mungu amekupa kwa ajili ya kuhakikisha unafanikiwa duniani. Kwa hiyo mwovu utakuja kwa ila mbalimbali kuhakikisha lango lako linakosa namna ya kukua na kuongezeka. Kwa nini? Anafahamu kwenye kukua mtu anakuwa na nguvu. Kwa hiyo akilibana lango ni kwamba anabana lango ili kwamba usiwe na nguvu au usiongezeke, usienee mahali na mahali. Lakini moja ya wito ndani yako ni ukue na uenee kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tukaanza siku ya jana kwamba moja ya eneo muhimu la kuwekeza nguvu zako, kuwekeza akili zako, kuwekeza fedha zako, kuwekeza muda wako ni kuwekeza kwenye eneo lako la jina. Lango, ukubwa wa lango unategemeana na ukubwa wa jina ambalo uko nalo. Kwa hiyo hauwezi kuwa na lango kubwa sana zaidi ya jina ambalo uko nalo. Lakini pia lango maana yake ni uwazi ambao unabariki malango. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Kwa hiyo Mungu anachia baraka kwenye lango lako. Kwa hiyo ukiingia unabarikiwa, pia kutoka unabarikiwa. Kwa hiyo lango lako ndio kipekeo pekee cha baraka zako. Kwa hiyo shetani akija akibana hiyo lango, maana yake amebana eneo lako la baraka zako. Wewe umeokoka na upako, unaomba sana. Kwa hiyo ndani umejaa moto ndani yako. Kwa hiyo wewe hata kuweza. Kwa hiyo anakuja kwenye eneo lako la lango, analibana lango ambalo ndio eneo lako la baraka. Kwa hiyo huko ndani tuko na upako mwingi sana. Una nguvu nyingi sana, lakini baraka haziko kwenye maisha yako. Kwa nini? Amebaba hadi anashika kidedeo cha baraka, amekipana kishikio cha baraka zako. Kwa hiyo wekeza kuliombea sana lango lako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo jina lako ni kitu muhimu sana cha kuwekeza kwa lengo zimejaa. Ukitoa zimejaa. Ukitoa baraka, hizo zingine zote ambazo ziko huko nje zinajaa waganga tu ambao wanachukua vipindi Jumamosi kwa ajili ya kutangaza majina yao na biashara zao. Bwana asifiwe sana. Utasikia mganga fulani, sijui nyota, sijui nguvu ya mvuto. Yaani wako makini sana kwenye brandi. Haleluya. Nikamwambia hivi, labda okay, huyu mtu yuko mpaka lini? Ili mimi nichukue labda miezi ya mbeleni pale, siku za weekend. Sasa mtumishi, yaani hao jamaa wanakutana mwaka mzima sababu nini vipindi vyao. Sema wow. Hao jamaa wana akili sana. Na hata wao mjimu aicheki wako makini na majina yao. Wanayapenda majina yao. Okay, wewe umeokoka.
uchukue hatua kama zao. Ni kweli utakuwa naomba, lakini eneo utafika. Bwana asifiwe sana. Kuna jamaa wana akili, wako vizuri. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ili uende kila mahali, hakikisha unawekeza kwenye eneo lako la jina. Unawekeza jina lako, unawekeza kuliombea jina lako sana. Funga liombee, funga liombee, funga liombee. Lengo lake uone na kibali. Okay, mfano. Ashuru. Kuna semina ya neno la Mungu hapa Itua, ziko mbili. Amina. Humu ndani mimi ndo mwalimu Mangira kwa hiyo semina. Halafu tutoe ili tuweke viti vile vya ofisi vile. Sawa? Tukupe na tena kwa nani? Achana tu una unafiki tena kwa nani? Kwa nini? Sio upako. Upako tunao wote, lakini jina langu ni dogo kuliko la kwako. Kwa hiyo yeye ndo mtawala kuliko mimi. Hiyo ndio nguvu ya jina. Anaona ile Waebrania sura ya kwanza mstari wa 4 kwamba Yesu alikuwa bora kupita malaika kwa kadiri ya jina ambalo amerithi, ambalo lina utukufu kuliko lao. Manake ukuu wa Yesu duniani haukuwa kwenye upako aliokuwa nao, lakini ulikuwa kwenye ukubwa wa jina ambalo alikuwa nao. Kwa hiyo siri pekee ya Yesu kuwa mtu mkuu duniani ambaye alitisha duniani, sio tu upako alikuwa nao mengi, ni kweli upako alikuwa nao, lakini siri pekee ni ukubwa wa jina ambalo alipokea. Ni jina ambalo lilikuwa na utukufu ndani yake. Na ndio maana utukufu wa kitu umekaa kwenye jina lake. Utukufu wa ugonjwa umekaa kwenye jina lake. Okay, mfano. Hivi malaria haiwi. Kwa nini corona kipindi kile iliua sana watu? Kwa nini corona ilikuwa na jina kubwa? Kwa hiyo inatisha corona, yeye nimekufa tayari. Haito anakufa. Kwa nini? Ile jina kubwa. Hii malaria inaua, lakini mtu atapona tu. Yaani hata hawazi, hana stress, anapona tu. Kwa nini? Jina lake la ugonjwa ni kubwa, kwa linatawala. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukienda kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 8. Kitabu cha Zaburi sura ya 8. Kitabu cha Zaburi sura ya 8 na mstari ule wa 9. Injilisti samani kidogo. Leo sisikie vipi maiki leo, sijui nikazo kidogo maiki. Leo sisikie vizuri na wala sisikie. Amen. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 8 na mstari wa 9. Kitabu cha Zaburi sura ya 8 na mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi. Wewe Mungu, asante. Wewe Mungu, Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Jinsi lilivyo tukufu jina lako ulimwenguni mote. Kwa hiyo ni ishara. Utukufu wa Mungu manake umekaa kwenye jina la Mungu. Twende Zaburi sura hiyo ya 29. Zaburi sura ya 29. Zaburi sura ya 29 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Kitabu cha Zaburi sura ya 29 mstari wa kwanza mpaka maandiko yanasema hivi. 29 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Kwa hiyo Mungu amekaliwa na utukufu kwenye eneo la jina lake. Na ndio maana Mungu yuko makini sana kwenye eneo la jina lake. Usiape uongo kwa jina lako. Usije kwa jina. Ndio, kwa Mungu anaprotect jina. Anafahamu utukufu wako umekaa kwenye eneo lake la jina. Kwa hiyo akiwa jina kama ni chafu, utukufu unaondoka. Na ndio maana kuna wengine majina yao ni najis, aliyakuwa wako hai, utukufu kwao haupo tena. Kwa kwao hakuna heshima tena. Kwa hiyo ana jina ambalo ndani yake lina najis. Kwa hiyo anakosa utukufu. Kila mahali ni maarufu, manake majina yao yana utukufu mkubwa.
Kisikia wakina Akeresa, maana yake majina yao yana mfumo mkubwa kwa wanaishi kupitia majina yao. Kwa hiyo Mungu yuko makini sana na jina lake. Fungua kitabu kile cha Walawi sura ya 19. Kitabu kile cha Walawi sura ya 19. Walawi sura ya 19 mstari wa 12. Ama Mungu alikuwa anawakataza watu wasiape uongo kwa jina lake. Mstari wa 12, kitabu cha Walawi sura ya 19 na mstari, mambo ya Walawi 19 na mstari wa 12. Msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Maana Mungu anasema msiape uongo, msidanganye. Kwa nini? Ukifanya hivyo unachafua jina, maana kuna aina utukufu unaondoa. Kwa hiyo usiape uongo, usiongee uongo kupitia jina lake. Maana Mungu yuko makini sana na jina lake. Lengo lake ni kulinda utukufu ambao umekaa ndani ya jina lake. Anafahamu yeye anakuwa na nguvu kulingana na ukubwa au ubora wa jina ambalo yuko nalo. Na ndio maana jifunze kujiombea utukufu ukae kwenye eneo lako la jina. Kwa nini? Jina ni kibebeo cha upako. Pia jina lina uwezo kubeba mapepo. Jina lina uwezo wa kuwa ni kichaka cha mapepo. Mimi nimeshuhudia jambo mahali fulani. Ilikuwa ni mwaka jana kwenye hapa sniper kwenye Morning Glory kama vile. Kana kuhusu jina, tukaombea pale watu. Kuna binti ambaye alikuwa ana mapepo na alikaa kwenye jina lake. Sasa mfano, fikiri kama huyo ambaye ni mwanafunzi. Fikiri huyo ambaye anafanya biashara, alafu ana jina ambalo limekaliwa na mapepo, hata uza. Kwa hiyo mapepo yanaondoka kibali kwenye jina lake. Kwa hiyo ni kichaka cha mapepo kujifichia. Ndio maana jifunze kuliombea moto likae moto ndani yake kwenye jina lako. Kwa lengo kila aina ya mapepo na magonjwa bwana kana ndani mtu kupitia jina la mtu yatoke. Kuna wengine magonjwa yao sio kwenye mwili, ile kwenye majina yao. Kwa wewe Joni anaumwa nini? Jina libeba nini magonjwa? Kwa akiitwa tu, akiitika tu, kama magonjwa yalikuwa ndani yake halisi. Na ndio maana kiroho, jina lako sio kitu sio la kawaida, sio ni Asha, sio ni Ana, ni jina muhimu ndani yako kuliombea kila wakati. Kwa nini? Ni kitu cha kiroho ama tumeona na kama kingi sana kukamata watu wengi kwa lengo la kupana malango yao. Jana nilishare linki hii ya somo hili jana YouTube. Kuna mtu mmoja ambaye rafiki yangu kumbe pia naye alikuwa anafuatilia jana live. Leo mchana kanipigia simu. Kaniambia hivi, tumishi jana nimesikia hilo somo zuri sana na nimelielewa na nimelidaka. Lakini mimi nimekuwa na mawazo sana. Yeye alitimu chuo muda mrefu sana, mwalimu wa primary. Kwa sasa hivi anajitolea kila mahali, sasa hivi kule Njombe kule anafanya kazi kwenye shule za kujitolea. Na kila mwaka ana apply kazi. Amenambia hivi, kama mwezi uliopita alikuwa na interview. Kila akienda wako wawili au watatu na wenzake watatu. Wenzake wote wawili wanachukuliwa, alafu yeye anaachwa. Na yuko the best sana. Kila akienda hivi na hivi, wenzio wanapita, alafu yeye anaachwa. Kama hivi, mtu mimi sielewi. Mimi nahisi kuna shida kwenye jina langu. Nikamwambia hiyo ndio hakika kabisa. Ndivyo ilivyo. Sababu jina lako ndio kibebeo cha utukufu. Mtu mmoja pia alikuwa anamsimulia shuhuda yake mmoja. Alisema hivi, alikuwa anatabia kuombea jina lake utukufu na mvuto, utukufu na mvuto, liwe na mvuto, liwe na mvuto, liwe na mvuto. Alikuwa ameapply kazi ni HR, ameapply kazi na rafiki zake kama 6. Wako pale kwenye ile ofisi kwa lengo la interview kwenye bench. Bosi hawajui wala hawamjui bosi. Bosi akaingia pale, akaingia ndani. Akachukua barua zao pale, kila mtu na jina lake. Na ndio maana watu hawaangalii roho yako, wanaangalia jina lako. Kwa nini roho yako haionekani? Ila jina lako linaonekana. Kwa hiyo roho yako sio kibali chako, ila jina lako ndio kibali chako. Kibali kinakaa sio kwenye roho ya mtu, no, kinakaa kwenye jina la mtu. Na ndio maana shetani ili leo kuangusha hapo wewe, hachafui roho yako. Ila anachafua jina lako. Kwa hiyo anafahamu kibali kinakaa kwenye roho ya mtu, sio jina kwenye kibali kwenye jina la mtu, sio kwenye roho ya mtu. Kwa hiyo akichafua jina lako hata utubu vipi? Okay, mfano. Mimi ni mtumishi niko hapa. Alafu ashumu wiki ijayo na semina hapa. Alafu kasikia leo Magina kampa binti mimba. Na kweli ikawa ni kweli. Alafu mimi nikatubu, Mungu nisamehe. Mungu atasamehe na kusahau. Lakini kofu kwenye jina lako halitoki. Kwa shetani mchafua jina. Anafahamu kibali cha mtu kimefichwa kwenye jina lake, sio roho ya jina lake. Mungu anasamehe kabisa. Rohoni uko safi na upako safi, lakini jina lako tayari ndio safi.
Nenda kila mahali utapata kibali. Na ndio maana kuna mahali hutaingia kwa vile tu huna upako. Hapana. Upako unao lakini huna jina. Hutaingia leo leo. Ni mpaka umekuwa na jina. Na ndio maana kipindi cha siasa hizi za uongozi, watu wengi sana kwa waganga. Sio mganga nipe roho nzuri, nipe roho ambayo inavutia. Hapana. Nipe upako wa jina langu. Lengo lake ni vute watu kupitia jina. Sasa huyo Mungu ambaye alikuwa anashuhudia hiyo kwamba kazi na wenzake, alikuwa anaombea jina lake liwe na mvuto, liwe na mvuto, liwe na mvuto, liwe na mvuto. Kwanza aliingia ofisini, akawa anaangalia barua zao. Hasomi roho zao, anasoma majina yao. Ghafla lile jina la yule jamaa, bosi akalipenda, akatoa nalo sana ile jina lake. Pale jamani, samani, hii mtu fulani yuko hapa. Mimi hapa kwa njoo ofisini. Akaongea kazi ushapata. Akaenda nje, jamani, samani, mtu anataka tayari tunaye. Hata hakuna interview. Nini? Jina lake. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo sahau vyote lakini sahau kuombea jina lako. Sio Mungu nipe kiroho kikubwa. Kiroho kikubwa okay, sawa, jina lako. Sasa huwezi kukua zaidi ya ukubwa jina lako. Hata wewe na roho hii kwa jamii utakuwa mkubwa zaidi ya jina lako. Wewe unafanya biashara utakuwa zaidi ya ukubwa wa jina lako. Kwa hiyo na ndio maana Mungu yuko makini sana kwenye eneo lake la jina, kulinda jina lake. Anafahamu maisha yake, nguvu zake, utawala wake umefichwa sio kwenye mauwezo alionayo, na umefichwa kwenye ukubwa wa jina lake. Na wasema useme uongo, usiongee uongo kwa jina lake. Okay, ndio maana usikubali mtu akachafua jina lako. Usikubali mtu akachafua jina lako. Na ndio maana jina lako hilo ni jambo la serikali. Mtu mmoja spend jina na mtoko live wanda akasikia huko. Mtu mmoja ni mtumishi wa Mungu, mchungaji, akamsema vibaya mtu mwingine mwimbaji mtandaoni. Yule mama akaenda na Mungu shtaki. Na yule pastor alifungwa jela. Kwa nini? Alishtakiwa kuchafua jina na akalipa na faini. Wanaelewa kwamba jina lake ni jambo la kilo, ndio kula yake. Kwa hiyo hana jina, hana kula. Kwa hiyo kichafua jina na kichafua kula yake, hata kula tena. Kwa hiyo kushtaki mahakamani na kadai na fidia na alipa na fidia. Kwa nini? Alichafuliwa jina mtandaoni tu. Ndio maana jina lako lipiganie kwa gharama zote. Lilinde kwa gharama zote. Lilinde kwa gharama zote. Mimi hapa niko makini sana kama jina langu. Najua mimi jina langu ndio kula yangu. Kwa likichafuka sasa tena kibali. Hakuna kula tena. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huko nje hata Mungu lakini ila jina yao wako na makini kuyalinda kwa kila gharama, kuyalinda, kuprotect kwa kila gharama, na mtu asichafuliwe. Wako makini sana kuyalinda na kuyakuza majina yao. Sisi za maombi sasa. Mungu nipe kila upako mwingi sawa kwa ajili ya nini? Haleluya. Kila upako na kazi yake. Na wengi huwa na upako, hapo upako hauna kazi ndani yao. Baba ndio upako sawa na wewe kwa ajili ya nini sasa? Na kama unataka upako, sasa Mungu nipe upako, mimi nikulima, nipe upako nikalime. Kuna kazi. Mungu mimi nifanye biashara, nipe upako nifanye biashara. Mungu mimi nipishi mandazi, nipe upako yeye ndio upako. Hiyo ni kazi ya upako. Kila upako na kazi yake. Upako sio tu kwenye fashion show. Pokea basi. Hapana, kila upako na kazi. Mimi mtumishi, Mungu nipe upako kwenye neno la utumishi kwa lengo la kazi kama hiyo. Kwa hiyo kila upako ambao unataka ni kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo upako ni kwa ajili ya nini? Kwa hiyo unafunga kwa ajili ya nini? Hapo una sababu maalum. Hapa ndio upako sawa nao wachai wafe sawa, then baada ya hapo wakapa then. Haleluya. Amen. Ukienda kutoka sura ile ya 9 mstari wa 16 ni Mungu anaongea na Farao kwamba leo uko hapo, ni mimi niliamua uwe hapo kwa lengo nikuoneshe uweza wangu, lakini pia jina langu litangaza dunia nzima. Kutoka kwamba Mungu anamwambia Farao sura hiyo 9 mstari wa 16, Farao akae pale kwa lengo la kumuonesha uwezo wake, lakini kupitia yeye jina la Mungu liwe maarufu dunia nzima, na kweli likawa maarufu dunia nzima mpaka leo. Maana Mungu mwenyewe anakiu kuona anakuwa maarufu. Anafahamu ukubwa wa jina lake ndio ukubwa utawala wake. Kwa hiyo hana jina, hana utawala. Kwa hiyo pia na wewe huko hapo huna jina, huna utawala. Mtu ambaye ana jina ndiye anatawala. Hata hana jina,
hawezi kutawala. Ndio maana adui anakuja kwa hila mbalimbali. Lengo lake auwe jina la mtu, sio auwe mtu, anaua jina lake. Yuko hai lakini hana jina, ni kama vile hayuko duniani. Mtu ambaye hana jina ni kama vile hayuko duniani, hana mahali pake. Kwa hiyo nafasi yake imefichwa kwenye jina la mtu. Kwa mtu ambaye hana jina, hiyo ni ishara hana nafasi duniani. Okay, funua Mithali sura ya 10. Mithali sura ya 10 na mstari wa 7. Mithali sura ya 10 na mstari wa 7. Mithali sura ya 10 na mstari wa 7 anasema hivi: kuwakumbuka wenye haki huwa na baraka, bali jina la mtu mwovu litaoza. Sio roho yake itaoza, sio mwili itaoza, jina lake litaoza. Maana anakosa utukufu. Sawa, ana jina lakini limeoza, kwa hiyo halina matokeo, halina impact, halina nguvu, bali ana jina ambalo limeoza. Hao ni mpango wa Shetani kuua majina ya watu, lengo lao wakose nguvu duniani. Sawa, naomba ni kweli, lakini hawana majina, yameoza, anafisha jina yao. Kwa hiyo mtu mwovu anakuwa na jina ambalo limeoza. Kwa hiyo akafanya biashara hatauza, akafuge hatapata wateja, akasijui akalime ana soko. Kwa nini? Ana jina ambalo limeoza. Ni kweli analo la kwake, sijui ni Ana, sijui ni John, sijui ni Magira, lakini hilo jina limeoza. Kwa hiyo huyu mtu hata afanye nini, anakosa kibali. Fikiri mfano mtu ambaye labda ni binti anakoolewa, umefika, alafu ana jina ambalo limeoza, alikuwa yuko hai. Kweli ni very beautiful, very beautiful, lakini ana jina ambalo limeoza. Kila kitu anataka. Samani, wewe japo nani? Mimi naitwa Amina tayari. She is very beautiful, lakini ana jina ambalo limeoza, kwa hiyo ana kibali. Kwa hiyo ili atoke hapo, lazima ajue namna kushughulikia jina lake, kuliombea kibali, kuliombea urejesho wa utukufu wake, mvuto kwenye eneo la jina lake. Ili mfano unafikiria waganga kwenye bao kwa njia kusia, njoo kwa mganga Sikipande. Anaandika eski mvuto. Unaelewa mvuto? Unamjia anaandika nini? Anaandika na jina. Okay, huo mvuto unaotoa wapi? Taongea kesho hapo. Kwenye hila ya roho hujuma. Kwa hujuma watu ambao wana malango yao kwa hujuma kwa njia ya kuiba. Okay, wewe unaanza kwamba njoo mimi nakupa fedha. Okay, hizo hela anazitoa wapi? Shetani ni mwizi. Haleluya. Shetani maskini wa hali ya chini kabisa. Kwa hiyo anaiba kwa mtu fulani, anampa mtu mwingine. Kwa mtu ambaye kaenda kwa waganga kupewa sima hela, maana zile hela ndio mtu mwingine ambaye ameibiwa kile kibali cha fedha kutoa mwingine. Kwa hiyo sijui mvuto, maana kwa mtu ambaye ni mtu wa Mungu alikuwa na mvuto, kwa akaibiwa kiroho mvuto wake, alafu shetani au wachawi au waganga wanampa mtu mwingine hiyo nyota. Aliyakuwa huo mvuto na mtu mwingine. Kwa hiyo waganga wako wote sijui si njoo mvuto sijui nguvu sijui nini sijui au tawa ni wezi. Kabisa ni wezi. Mimi nimeshuhudia, nimeona hivi vitu. Wanaiba. Hapo mtu mwingine. Hivi ashumu mfano. Huko hivyo leo kumbe kuna mvuto ambao ulikuwa nao, mvuto ulikuwa nao. Alafu huo mvuto shetani aliuiba. Sawa? Huo mvuto shetani aliuiba. Ghafla akawa mtu mwingine afuele huko hivyo. Kumbe ni mvuto ambao ndio uwe juu sahihi na mtu mwingine. Utajisikia mbaya, utajisikiaje? Kwa hiyo shetani ni mwizi. Hao waganga huko sijui nguvu sijui ya nini sijui wote ni waizi tu kama hizo wengine. Sasa wao ni kiroho. Kwa shida hivi ni haiwezekani, ila wao ni kiroho. Wanaiba vitu kwa watu wengine na kwa watu wengine. Kwa hiyo kisha unalinda sana jina lako kuliprotect, kulilinda, kuliombea, lijae nguvu, lisioze hata uko hai. Fungua kitabu kile cha Torati sura ya 9 mstari wa 14. Sura ya 9 mstari wa 14. Torati sura ya 9 na mstari wa 14. Hii ni habari ya Mungu akiwa anaongea na Musa baada ya taifa la Israeli kuabudu na kuna laana Mungu akawapa. Torati sura ya 9 na mstari wa 14. Torati sura ya 9 na mstari wa 14. Maandiko yanasema
Sasa Mungu anaongea na Musa, niache nipate kuangamiza na kulifuta jina lao chini ya mbingu. Sio nifute roho zao, nifute jina lao chini ya mbingu, nami nakufanya wewe uwe taifa kubwa lenye nguvu kuwapita wao. Umstari kwa jicho la ndani sana kiufunuo. Maana Mungu kuangamiza sio kwamba aue wote kama wote wafe waende jehanamu. Hapana, ni kwamba wanakuwa wako hai lakini anafuta majina yao. Ndio maana Musa angefanywa kuwa taifa kubwa. Hivi mtu taifa kubwa yuko peke yake? Na kuna watu ambao wako chini yake, si ndio? Kwa hao watu Mungu sio kwamba aue waende jehanamu labda motoni, hapana. Yaani kwamba anawaangamiza kwa lengo au la kufuta jina lao. Wako hai duniani lakini amefuta majina yao. Au Musa anamuinua kwa juu taifa kubwa. Maana wako hai hapo kana kwamba vile hawapo. Kwa nini? Mungu amefuta majina yao. Ndio maana moja ya laana mbaya kuliko zote ni laana ya kufutiwa jina. Moja ya laana mbaya kuliko zote ni laana huko hai hapo kuna jina. Hiyo ndio flasha tano. Kwa hiyo hii ni laana ya Mungu. Hapo Mungu anayo kufuta majina ya mtu. Adui anaiba kanuni kwa Mungu. Ana photocopy, ni vice versa. Yaani hana jipya. Yaani kile ni copy tu yake, copy na paste. Copy na paste. Hana kipya. Kuna yeye anakuja kwa hiyo hiyo. Anakuja kwa mtu, anachafua jina au anaua jina lake. Sasa mtu yuko hai lakini anachafua jina. Maana mtu yuko hai, adheni hana nafasi. Kwa nini? Ana jina ambalo limekufa, angali yuko hai. Ndio maana kuna wengine ambao wanakufa ila majina yao yako hai mpaka leo. Kuna mtu mwingine akifa leo, kesho anamsahau kabisa, anamsahau kabisa. Hiyo ni ishara amekufa akiwa na jina dogo. Amekufa akiwa na jina dogo. Kwa leo, kesho, wiki moja tayari unamsahau kabisa, unamsahau kabisa. Kuna wengine wamekufa mpaka leo wako hai. Kujali majina yao. Na alikuwa na jina ambalo lina nguvu. Haleluya. Nilikuwa leo ili somo. Nikawaza ile hapa ni Mama Joni pale, si ndio stand pale. Ile jina la mtu lile. Mama Joni, jina la mtu ni mama ambaye kama mwanae Joni. Kwa kama maarufu kwa jina la Mama Joni, kwa hiyo eneo hapa Mama Joni. Sasa kwa mmoja fuatilia mama mpaka ile leo ni Mama Joni, fuatilia nini kina. Utagundua kuna kitu kifanya kikubwa sana ambacho akawa maarufu kwacho. Pale Mbembela stand pale. Ile ni jina la mtu Mbembela. Kadege kwa ninamfuatilia historia yake. Yule jamaa alikuwa na magari ya kutosha. Alikuwa tajiri mkubwa, lakini watoto wake wakaharibu urithi. Nafuatilia jambo. Akinicheki mpaka ndio kwa jina Kadege. Maana amekufa alafu mpaka leo jina lake liko hai. Aka ana nguvu. Sasa mwingine akifa hapa tunamsahau. Yaani mbona ndio 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 duniani. Kumbe alikuwa duniani tunamsahau. Nini amekufa akiwa na jina limeoza. Ndio wasema hivi, mmoja wa urithi kwa watoto wako kuachia, sio mahela mengi, uachie jina lako. Yaani wakae chini ya urithi wa jina lako, watembee chini ya urithi wa jina lako. Kwa nini? Huo ndio urithi bora kuliko wote chini ya jua, jina lako. Atakaa nalo, hataliuza, atakaa nalo mpaka zitake jina lake. Kwa mpe jina. Kwa hiyo njia rahisi mfanye mtu awe kuwa mkubwa kwa lengo la kumpa jina ili aishi chini ya neema jina lako. Afaidike chini ya matunda au chini ya neema ya jina lako. Kwa usikubali ukao uko hai alafu huna jina. Fungua Torati sura 29 mstari wa 20. Ni vile vile kwamba Mungu atafuta majina yao. Torati 29 mstari huo wa 20. Torati 29 na mstari wa 20. Anasema hivi. 29 na mstari wa 20. Lakini mkote vibaya hapa. Torati 29, Bwana atamsamehe. Okay, ndio huo. Bwana atamsamehe mtu huyo. Lakini wakati huo hasira ya Bwana, maovu yake yatafuka moshi juu ya mtu yule. Na laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki itamkalia juu yake. Na Bwana atalifuta jina lake chini ya mbingu. Kwa hiyo mmoja ya laana Mungu hapa anaongea mara nyingi. Sio laana kwamba wewe utakuwa maskini. Anajua mtu akiwa hana jina tayari maskini automatically.
Mtu akiwa hana jina, magonjwa yanakaa ndani yake. Mtu akiwa hana jina salama, yaani kila aina ya laana inakaa juu yake. Kwa hiyo mjumuisho wake wote sasa, hizo laana zote ni kufutiwa jina. Fuatilia. Maskini ambaye unamfahamu hapo kote hapa Itua, fuatilia hana jina. Hapa angalia, tajiri yuko hapa Itua, tajiri yote yuko hapa Itua, utagundua ana jina kubwa. Kwa hiyo laana zote zimejumuishwa kwenye kosa moja au kwenye adhabu moja. Laana zote zimejumuishwa kwenye eneo la kufutiwa jina. Kwa mtu akiwa hana jina, maana yake laana zote ziko juu yake. Kwa hiyo shetani jinsi alivyo, anakuja kwa mtu ambaye ana lango lake, either ndio hilo biashara yote wanafanya. Hapa anakuja kwa hila, hata zuia lango lako. Kwa hiyo unakaa kwa Mungu lifunguke, liwe wazi, Mungu lifunguke, unaliombea. Kwa hiyo hiyo nguvu anakuja, hata kuja naye. Atakuja kwenye eneo lako la jina lako. Anafahamu jina la mtu ni kimelio cha baraka au laana. Kwa anapanda uharibifu kwenye jina la mtu kwa lengo la kuharibu lango la mtu. Kwa anaharibu jina, akifocus kuharibu lango. Kwa target kubwa sio tu jina, target kubwa ni lango. Kwa anapana jina lako. Halikui, haliongezeki. Ni kweli unao, lakini halikui, haliongezeki. Nini? Lengo lake ni kuzuia baraka za mtu. Kuzuia lango lake. Kwa anafisha jina la mtu. Linakufa angaliko hai. Ndio maana kuna baadhi ya familia majina yao hayakuwaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Yona Magila au Masomola. Mimi kaamua niite Magila. Kuna wengine kwetu pale ni Masomola. Ni babu mmoja. Mimi naitwa Yona Magila. Sasa sisi jina la Magila hili sio maarufu sana. Mimi nataka nilikuze leo maarufu. Hapo Masomola tayari ni jina kubwa. Masomola, yule mzee fulani wa maana ni ndugu yako, Yule mzee fulani. Sasa hivi Magila hili pia mimi miaka mingi ijayo, kama pia naona kina Magila wameemeka kwa jina la Magila. Magila yule mtumishi yule ni ndugu yangu yule. Magila aishi kwa jina langu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ile jina lako ambalo uko nalo hilo tamani kuona wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kulikuza kwenye ukoo wako au familia yako, kwa lengo la watu